katika kutafakari upo uwepo wa Mungu, katika kutulia, katika kutafakari ziko yaje na unataka kufanikiwa na kuongezeka kiuchumi, ni lazima utafiti kwamba hii biashara unayotaka kwenda kuanzisha, lazima nijue ninaanzisha biashara gani, lazima nijue ninaanzisha wapi, lazima nijue je, ile eneo lina walaji, yani wahitaji wa hiyo bidhaa nayoipeleka ipo. Nikishajua wahitaji wapo, mazingira yapo, kila kitu kimekaa vizuri, ndipo napeleka huduma. Hapo lazima utastawi na kuongezeka. Manake ili maongezeko yaje, ni lazima uwe na kiwango kikubwa cha ufahamu zaidi ya kile unachotaka uongezeke, vile ambavyo unatamani kufanikiwa. Na ndio maana kuna watu wanapata channel nyingi za fedha, lakini maisha yao hayajafanikiwa. Sasa mafanikio ni pale unapopata, lakini namna gani unawekeza, namna gani unainvest, unawekeza kwenye jambo fulani ili kuleta matunda. Tunaona kwamba huyu mtu wa Mungu Petro alipokusanyika tu akaanza kueleza uzuri wa Yesu, akaanza kueleza habari njema, akaanza kueleza upendo wa Yesu, hakuanza kuongea nao story. Alipofika tu akaanza kueleza habari za Yesu. Amen. Kwa hiyo sisi, hata sisi tuliookoka, usiongee maneno 10 au 20 kwa watu ambao hawajaokoka bila hujawaeleza uzuri uliokuwepo ndani ya Yesu, amani iliyokuwepo ndani ya Yesu, upendo uliokuwepo ndani ya Yesu. Unaweza ukawa unaongea tu, unaona kama unaongea kitu cha kawaida, lakini ndio hivyo unaeleza habari za Yesu. Maana ukimweleza mtu maisha yako, Yesu alipokutoa ulikuwa utamaniki, ulikuwa ufai, ulikuwa una amani, ulikuwa unanyongwa usiku. Huo ndio ushuhuda, huko ndio kushuhudia. Bwana tusaidie darasa. Kwa hiyo kumbe tunapofanya hivyo tunatimiza alizokuwa hapo.